mnasoma mwishowe mwe mnafikiria haya, una dhima ya kutoa mtupa nani? Mzazi wako, kwa kila namna ya aina itakafanya nini, itakavyokuwa. Lakini wazazi utakapokuwa umemwandaa baya mtoto wako atakutupa. Usipompa dini lazima atafanya nini? Atakutupa, kwa sababu atakuwa anatafuta nini? Dunia zaidi. Anaona unamghasi, unampunguzia gharama, unamwingilia katika maisha yake. Lakini kama umempa dini hawezi kutupa. Kwa hiyo mambo haya manne ndio tunayoyalenga, na insha Allah tukiweza kuyatekeleza tunaweza tukafikia hatua ambazo ni nzuri. Jambo la tano, ndugu zangu, niingie katika risala, lakini niingie katika jambo la Sheikh Majidi. Kuna mtoto amemsema pale kwamba ana bibi yake na anamsimamia. Hizi ni shughuli zetu, niwapongeze kwa kazi kama hizi, na sio huyo peke yake, najua wako wengi, na sisi alhamdulillah tunao wengi. Lakini ahidi mkasa tutakumbushana, Allah akitujalia akamaliza, anaitwa Zafarani Nasoro huyu akimaliza darasa la 7, sisi tutambeba insha Allah Katoro Islamic Seminary. Nitaandika kabisa insha Allah, naweza nikafa mimi lakini maandishi yafanye nini? Hayafi. Nitaandika, tayomba bodi kwamba mtoto huyu akimaliza darasa la 7 tunampokea Katoro Islamic Seminary, tutamsomesha. Kila kitu tutafanya nini? Tutakifanya. Daftari za kuanzia form 1 ni Alhaji Idrisa. Maalum mpo, mnamwona mzee yuko wapi? Mzee Katabazi amerudi. Nimemwona binti yako kule, ama naangalia vibaya, Maida sijui au nani, Habiba. Umesikia? Daftari zote ni Alhaji Idrisa Katabazi. Yupo, usikumbuke hivyo. Hizo daftari utazileta, na wengine wataendelea kuweka vingine. Kwa hiyo insha Allah, binti, soma kwa utulivu, fanya vizuri zaidi, na ina imani utafanya vizuri zaidi. Kwa sababu nimesikia hao wanafunzi waliokuwa nasoma hapa darasa la 7, mwalimu wako vizuri, hawa vijana wako vizuri, na sitegemei kama hawatapata A wote. Hawa na imani watapata A. Kiingereza tuko na kizungumza sio cha kuiga. Kuna Kiingereza cha kufundisha, cha kukaribisha. Kiingereza ni sahihi, na Kiarabu ngalau wanaweza kuwa naenda. Kwa hiyo ukipata wanafunzi kama wakaenda vizuri, wakapata shule nzuri, baadaye hao unakuwa umefanya nini? Umewini. Yaani maana hawezi kupotea. Kwa hiyo ni mmoja, inshallah tutambeba kwa kadri za Allah. Suleiman Mkasa atanikumbusha, tuandikie barua kabisa iwepo ya kwamba tunachukua dhima hiyo kama Katoro Islamic Seminary. Hata baadaye naweza nikawepo mimi au siwepo, lakini maandishi yanafanya nini? Yanakuwepo insha Allah, na kukubali kuendesha kituo hiki. Lakini si hilo tu, juhudi kubwa alizozifanya katika kuboresha shule. Niwaambie ndugu zangu, unaweza ukaomba dua na Mungu akaitikia kwa njia yake. Kila nilipokuwa napita hapa, kwa kuwa naifikiria udhaifa, kila nilipokuwa napita naifikiria, na niseme kweli, nami nilikuwa na fikra nyingine kwamba Allah akiniwezesha nifanye chochote wapi? Al-udhaifa. Yani kwa kweli nilikuwa na nia hiyo, bila kuwa ni mjumbe, bila kuwa nani, lakini nilikuwa nafikiria Mungu akiniwezesha ngalau nifanye al-udhaifa hii, ngalau Karangi tu. Hiyo shule ina jina kubwa, lakini mazingira yake hayakuwa yako vizuri. Shule ina jina, lakini mazingira hayakuwa yanafanana na jina lenyewe la nani? La Al-Hudhaifa. Kwa hiyo nimpongeze kijana wetu huyu kwa juhudi kubwa na kwa kazi kubwa aliyoifanya. Umefanya jambo kubwa. Al-Hudhaifa tangu tumeanza mpaka leo sio chini ya miaka 25 tuko tunapambana na shule hii. Sasa niwaombe ndugu zangu, maneno ya kusema ninayo mengi, lakini furaha kubwa niliyokuwa nayo ni kuiona udhaifa bado iko hai. Na dua yangu kubwa ninayoomba, sio wenzangu tulioacha nao kama wanajua hiyo, nasema Mwenyezi Mungu anijalie dua hii nilifundishwa na mwalimu Sheikh Ahmad Katakwepa. Tulipokuwepo na madrasa pale msikitini, akaniambia, akasema, shehe, mimi dua yangu naomba nife mwanzo kabla madrasa haijafa, nikuache ukiwa kwenye madrasa. Na mimi dua yangu ni hiyo hiyo.
Mheshimiwa, mimi naomba Mwenyezi Mungu kama anichukue kabla udhaifa haijafa na madrasa hazijafa, zibakie mikononi mwa watu salama ambao ninawaona, na sina namna ya kusema kwamba anaweza ni binadamu akikosea, sisi tunaweza kumshauri, lakini tusimlaumu katika kutekeleza mabadiliko. Mtu anafanya katika hali yake, na naomba nitoe msemo kwamba udhaifa haijafa bado, kwa sababu bado yuko kwenye nafasi yake ile ile. Tumekuwa tukishindana na shule za Kinarukiza, tukishindana na shule za Kinabetania, tukishindana na shule hizo. Kila mara katika wilaya yetu udhaifa inakuwa ya kwanza ama inakuwa ni ya pili, bado tuko kwenye nafasi yetu. Lakini tunaweza tukabakia kwenye nafasi hii wakati tunapumzika, wakati wa kutoka kwenye nafasi hii ulikuwa upo. Ndio maana tunaongeza nguvu mpya ili tusishuke, tuweze kuendelea. Hatuongezi nguvu mpya kwamba shule imekufa, hapana. Tunaongeza nguvu mpya, na kama nilivyosema, wakati tunapoanza shule hii ndio mwaka huo tulioanza na Katoro Islamic. Tulikuwa tunatoka kujitolea hapa, tunakwenda kujitolea kule. Na Idrisa atakumbuka yeye alikuwa ni mwenyekiti Katoro Islamic, tulikuwa tunakutana kule. Mpaka mzee wetu Sheikh Mustafa, na ili msami nitamsema Sheikh Mustafa sana. Kubaki hapo ya kwenda atiruo mtu kwa matibabu. Tukamia kuzi kati ngambe. Mzee wetu Sheikh Mustafa alikuwa kwa Idrisa, nakumbuka. Tumekwenda pale, watu wanaopenda mambo ya kheri mara nyingi huwa ni wachache. Watu wengi huja kuvuna. Lakini wakati wa kujenga huwa ni wachache. Watu wengi huja kuvuna. Wakati tuko pale Katoro Islamic, tunachimba msingi wa jengo la pili pale. Majengo yale yalijengwa na yule Muhindi Rebini Shabrini. Majengo yale hayakutosha kazi ya shule. Baadaye tukatakiwa tujenge majengo mengine pale. Tukawa ni watu wenye kujitolea. Mimi na msikiti wangu ndio nilihamasisha Waislamu twende. Watu wasema imani ya Sheikh Mustafa, nasema hapana, imani yetu sisi Waislamu twende. Tukaenda pale, Sheikh Mustafa alisema maneno yafuatayo. Kama Idrisa atakumbuka. Kwa tumetoka kuchimba msingi, tunarudi kwenye ofisi pale. Akasema nilidhania kwamba nyinyi ni maadui wa Uislamu, ni maadui zangu. Kumbe nyinyi ndio watu wa kupenda Uislamu. Mtengeneze Uislamu, usiogope lawama ya mtu yeyote yule. Akatuambia maneno haya. Hapa anakuwa na uwezo mkubwa, akiyajua mambo mengi katika dini ambavyo unaweza ukamweka kwako akawa mwalimu wa kufundishia watoto wako katika dini. Meona zoezi la maiti hapa. Hili shekhe ni somo gumu kwa watu wengi. Ukimchukua mmoja mmoja hapo ukamwambia nenda pale, utuonyeshe, watu kila mtu tafuta mlango wa kutokea hapa. Ni somo gumu sana, lakini watoto wetu wa madarasa karibia haya ya juu yote, ukimweka hapo anaweza. Kwa hiyo hilo inaonyesha kwamba ni namna gani watoto wetu wanaisoma dini vilivyo, na ndio maana ratiba yetu iko mara mbili, ratiba ya secular na ratiba ya dini, na kila siku lazima dini ifundishwe kwa ratiba yake, sio kudonoa donoa. Ndugu zangu, tumeendelea kuboresha katika maeneo hayo, lakini hatukuishia hapo. Tumeendelea kuboresha mazingira. Wakati nafika hapa, mnajua namna shule yetu ilivyokuwa, na leo mwenye macho haambiwi nini? Tazama, naona leo shule inavyofanana, sio kwa nje tu, hapana, ni hadi ndani. Mandhari yanafanana ya nje na ndani, na tunamuomba Allah atujalie kushirikiana na viongozi wetu wa bodi chini ya mkurugenzi, tuendelee kuboresha shule yetu ili miaka 5 ijayo mkija kurudi hapa mkute ni aludhaifa nyingine. Tunamuomba Allah atujalie afya, fikra, ubunifu ili tuzidi kuifanya udhaifa iweze kuwa katika soko la ushindani kwenye maeneo yote. Na hili tunaamini Allah akitupa uwezo tunaliweza, kwa sababu ujuzi tunao, uwezo tunao, maarifa tunayo, na nia ya kufanya tufanyeje tunayo. Ndugu zangu wazazi, niwaombe tubadilishe mfumo wa mambo. Tumejitahidi kubadilisha mifumo. Watu wanasema umetustukiza, umewahi, umefanya kadha kadha wa kadha. Wakati ni sasa, wakati ni sasa, wa baadaye hatuyajui.
Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tumeanza sasa kufanya. Tunaomba watu tukubali kubadilika kuendana na kasi iliyopo, kwa sababu dunia inatuvuta mkono huko, haituachi. Kwa hiyo tunabadilisha kuanzia uniform. Tumekuwa na mabadiliko, maneno nafikiri yanazungumzwa, mara viatu, mara kadha wa kadha wa kadha. Tunakwenda kufanya kwa sababu tunataka sisi tufanane kama wengine. Kwa hiyo hatutosita kufanya kwa namna yoyote, ili mradi tunalolifanya tunajiamini ni sahihi na linatupeleka pazuri, kwa sababu Waswahili wanasema akutwalo mkilo msima bwake ile. Kwa hiyo wacha twende, ipo siku watu mtabaini tulikuwa tunakusudia nini.